Naam, nikukaribisha katika sehemu ya pili ambapo tuliweza kuwa na mada yetu juu ya muziki, ambapo katika sehemu ya kwanza tuliweza kuangalia tafiti chache juu ya hali na tabia ya muziki katika maisha ya binadamu kwa mtu mmoja mmoja na jamii inayomzunguka kwa ujumla, ambapo ilitusaidia kwa uchache kuweza kuona ni muhimu kiasi gani inatupasa kutenga muda wetu ili kuendelea kujifunza juu ya muziki, ili itusaidie kupata uwezo wa kuchunguza na kuweza kuchagua muziki gani ni sahihi na muziki upi ni sahihi, ili kuepukana na muziki isiyofaa kwa ajili ya faida ya miili yetu, akili zetu, na wale ambao tuwapendao waliotuzunguka katika jamii. Na sasa katika sehemu hii ya pili ya mwendelezo wa somo letu lililokwenda kwa jina la athari ya muziki katika maisha ya mwanadamu. Kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza sehemu ya pili, basi unaweza ukatafuta ukaangalia, ukaandika hiyo title, basi na ukapata sehemu ya kwanza ili usipitwe kwa wale ambao wameweza kupita. Na tunaendelea kujifunza katika siku ya leo. Sasa katika somo hili la pili tunaenda kujifunza maana ya muziki na aina zake katika kipindi hiki cha maswali ya majibu yako, na ikimpendeza Mungu basi tutaweza kugusa na kipengele kingine, kitakuwa kama ni kipengele cha 3 juu ya sifa za muziki mzuri na muziki mbaya una sifa gani, ili pale ambapo nikikutana na nyimbo ama muziki fulani unaimbwa mahali au unapigwa, basi niweze kutambua kwa haraka kwamba muziki huu ni sahihi au muziki huu sio sahihi. Lakini pia nifanyaje pale ambapo nakutana najikuta nipo katika mazingira ambayo unapata na unapigwa muziki ambao sio sahihi na nashindwa kutoka kwa wakati huo, basi nifanye nini? Kwa neema ya Mungu, kwa kadri ambapo ataturuhusu tuweze kufafanua na kuchanganua hayo, basi tutaweza kuyafikia. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii nyingine uliotupatia pamoja na msikilizaji wetu, lakini zaidi tunaomba Roho yako Mtakatifu aweze kutujalia neema ya kujifunza zaidi kwa kadri ya neema yako na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Naam, kumbuka leo tuna mwendelezo wa maswali madogo madogo yaliyotokea kwenye swali kuu lililoulizwa hapo awali kwamba je, muziki waweza kumfanya mtu kuwa na tabia nzuri au kuwa na tabia mbaya? Kumbuka muuliza swali ambaye alitufanya tuweze kuwa na mada hii katika kipindi hiki cha majibu ya maswali yako. Swali lake liliibuka baada ya kusikia na kuambiwa kwamba muziki unaweza kumfanya mtu akawa mwizi, anaweza akawa mlevi, anaweza akawa ana tabia ya uzinzi na uasherati, lakini anaweza akawa anapenda hata kuvaa mavazi mafupi, au anapenda kutumia vitu ambavyo kwa watu wengine kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini pia aliambiwa kwamba muziki pia unaweza kumfanya mtu kuwa na tabia nzuri licha tu ya kuwa na tabia mbaya, kama mifano yake hizo nilizozitaja. Lakini pia muziki fulani ukisikilizwa au ukipigwa unaweza kubadilisha tabia ya mtu, unaweza akawa na tabia nzuri katika jamii. Lakini ukienda mbali zaidi kwenye swala hili la muziki pia unaweza ukamponya mtu ugonjwa fulani ambao wanauguliwa kwa wakati huo, lakini anaweza akafanywa kujisikia anaumwa ugonjwa fulani. Kama ulikuwa unafuatilia vizuri katika kipindi kilichopita, tuliweza kuona kutokana na zile tafiti chache tuliweza kuzipitia kwamba mtu anaweza akaumwa akajihisi anaumwa na asijue sababu ya kuumwa ni kwa sababu ya muziki. Kwa hiyo tunaendelea na vipengele vidogo vidogo vya maswali, na katika sehemu hii ya pili nimekuarifu kuwa tunaenda kuangalia maana ya muziki pamoja na aina zake. Sasa tuweze kuangalia muziki una maana gani. Katika kuangalia maana ya muziki pia tunaweza tukawa na maana nyingi sana ambazo zote zinaweza kuelezea kitu kimoja, lakini niko na maana 3 hapa ambazo tutachukua muda kidogo tuweze kuziangalia ili tu kuweza kuelewa tunapozungumzia muziki tunazungumzia kitu gani. Na maana ya kwanza ni kama ifuatayo. 1. Muziki ni muunganiko wa sauti na ala kwa namna ya kutoa uzuri wa umbo au maana na usemi wa hisia. Lakini pia tunaweza tukasema muziki ni sanaa ya sauti inayoelezea mawazo na hisia
kwa kutumia mdundo na mpangilio wa sauti ili kuweza kufikisha ujumbe fulani uliolengwa katika jamii. Na maana ya tatu ni kwamba mziki ni lugha ya kiulimwengu. Kwa hiyo maana nyingine ya mziki ni rahisi, tunaweza tukasema kwamba mziki ni lugha ya kiulimwengu. Kwa nini mziki unatambulika wakati mwingine kama lugha ya kiulimwengu? Ni kwa sababu zifuatazo. Kwa sababu mziki una namna yake ambavyo unaweza ukaandikwa na kuweza kuwasiliana baina ya mtu na mtu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Tena wanaweza kawa wanatofautiana kabisa hata lugha, lakini kupitia kodi za mziki ambazo zinafahamika kama music alphabet, nazo ziko 7. Kuna A, B, C, D, E, F na G. Hizo ndizo alfabeti za mziki ambazo waimbaji wale ambao wamesomea mziki au wanamziki ambao wamesomea mziki, watunzi pamoja na waimbaji, wanajua kwamba kama ni kinanda ama gitaa limepigwa katika mlio fulani, anajua hiyo ni A, hiyo ni B, hiyo ni D, hiyo ni E, hiyo ni F au G. Lakini pia anaweza akaelewa zaidi kuliko hata ambavyo sisi tunaishia tukujua hapo, kwa sababu kupitia herufi hizo 7 anaweza kutengeneza mabeti mengi ya mziki, na mziki ukaweza kuimbwa ukawa mzuri au ukawa mbaya, ukafika katika jamii ukasikika. Maana kupitia hizo herufi 7 au alfabeti hizo 7, basi lugha inaundwa. Ni kama vile tu lugha ya Kiswahili vile ambavyo ina alfabeti zake, inatengeneza inaunganisha alfabeti pamoja na irabu, inatengeneza sirabi, baadaye inatengenezwa maneno mbalimbali, naweza kutamka na kuweza kuwasilisha ujumbe au kuwasiliana kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Vivyo hivyo kwenye muziki. Lakini sababu nyingine inayofanya mziki kuwa ni lugha ya kiulimwengu ni kwa sababu huvuka vizuizi vya kiutamaduni na kiisimu au maarifa au sayansi ya lugha. Pia kuibua mihemko au hisia na kushirikiana katika uzoefu wa pamoja kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa kutumia mdundo, lakini pia maneno mahususi katika mada husika. Sasa unaweza ukaelewa pointi hii kwa namna ifuatayo, kwamba unaweza ukakuta mziki fulani umeimbwa labda kutoka Ulaya katika lugha ya Kiingereza, na ukafika Tanzania ukakuta unatumika na watu wa aina tofauti tofauti hata ambao hawajui Kiingereza. Kwa mfano miziki ya misiba, unakuta mtu anasikiliza na kuelewa mziki kupitia labda mdundo wake uliotumika, unaonyesha hisia kwamba huu mziki ni wa huzuni au labda ni wa furaha katika labda masherehe fulani. Ndio maana unakuta mtu hata haelewi huu mziki maana yake nini, lakini yeye anawishi ule mziki kupitia ule mdundo. Sasa hapo unaweza ukasema sasa kwamba mziki huwa, mdundo wa mziki unaongea kabla ya maneno yake mahusika. Ingawaje unaweza kukuta mtu anasikiliza mziki anahisi ni wa huzuni kwa sababu tu mdundo uliotumika ni kama vile ni wa huzuni wa taratibu, lakini kumbe mziki unahusu mambo mengine kabisa. Lakini sio pointi yangu hiyo. Pointi yangu ni kuonyesha kwamba mziki huwa mziki unatambulika kama lugha ya kiulimwengu kwa sababu unaweza kuvuka mipaka na unaweza kuwafikia watu mbalimbali kupitia tu melodi yake ama mdundo uliotumika pamoja na maneno yaliyoingizwa na kuunganishwa pamoja ili kutengeneza kitu fulani. Kumbuka pia tumeambiwa mziki ni lugha ya kiulimwengu kwa sababu unaweza ukavuka utamaduni moja kwenda utamaduni mwingine na wakaingiliana au wakaweza kushiriki tendo fulani. Mfano unaweza kukuta mziki wameimba labda walokole, lakini unaweza ukakuta katika kundi labda tuseme la Wakatoliki wanausikiliza ule mziki katika labda tukio la sherehe ama msiba. Hiyo ni mifano ambayo naitumia. Au mziki wa kilokole mziki wa kisabato unasikilizwa na walokole katika tukio fulani. Wacha nikuonyeshe kupitia wimbo ambao umeimbwa na Zablon Singers hivi karibuni, ambao unatumika na unapigwa sana katika matukio ya msiba, ambao uliundwa au kutengenezwa baada ya rafiki yao au mwana grupu mwenzao ambaye aliweza kupoteza maisha. Wacha uweze kusikiliza kidogo halafu uweze kuelewa vizuri ni kwa namna gani mziki ni lugha ya kiulimwengu.
Unaona, huo ni mfano wa muziki ambao unapigwa na watu wa tamaduni tofauti tofauti. Yaani huu muziki walioimba kwa asili imani yao ni wenyewe ni wana imani ya Kisabato, lakini muziki huo utakuta unapigwa kwenye huu muziki wa kimsiba by the way, lakini unakuta unapigwa na walokole na Waislamu sehemu tofauti tofauti, hata na watu ambao sio na dini unapigwa. Sasa hiyo ni pointi ambayo na kazia juu ya kwamba muziki ni lugha ya kiulimwengu, kwa sababu muziki unaweza kuwaunganisha watu wa jamii tofauti tofauti kupitia matukio na matendo mengine mbalimbali ya kihisia, kama ni wengine za huzuni, wengine ni furaha. Wacha nikuonyeshe muziki mwingine ambao unapigwa kwenye matukio ya kihuzuni hususan ya kimsiba. Huu muziki wenyewe kwa asili ni wa kidunia, kwa sababu una hip hop ndani yake na R&B imechanganyika humo, lakini huo unapigwa na watu wa jamii tofauti tofauti, wengine hadi Wakristo wanaupiga huo muziki. Lakini ukiingia kwenye mitandao unakuta kwenye video labda ya huzuni, unakuta beat yake huu muziki ambao unaenda kupiga hivi sasa hivi baada ya maelezo haya, ambao uliimbwa na Wiz Alpha huko Uingereza, baada ya rafiki yao katika kikundi kile cha wale waigizaji wanaojiita waliokuwa wanatengeneza, kuna filamu moja ambayo ilikuwa maarufu sana hapo miaka ya nyuma ya Fast Furious, mwenzao aliweza kufa kwa ajali ya gari, basi wakaweza kuimba. Na sasa tuweze kusikiliza huo muziki ambao pia unaingiliana, unasababisha jamii mbalimbali ziweze kuingiliana kwa sababu ya namna ulivyotengenezwa kupitia matukio ya kijamii. Karibu. Sasa na imani mweza kunielewa ni namna gani muziki ni lugha ya kiulimwengu, lakini izingatiwe kwamba sio kwa sababu muziki fulani kama huu wa mwisho natoka kupiga hapa wa kina Wiz Alpha, kwa sababu unapendwa na jamii au unatumika na jamii tofauti tofauti katika matukio fulani, kwamba inamaanisha huo muziki ni sahihi au unapaswa kusikiliza. Kumbuka tunajifunza muziki katika mapana yake, lakini huko mbele tunapoenda tutakuja kuona muziki gani ambao tunapaswa kusikiliza, na haswa katika kipengele kinachofuata sasa juu ya aina za muziki. Sasa nikukaribishe tuweze kuangalia aina za muziki. Kimsingi zipo aina kuu tatu za muziki duniani, ingawaje katika aina hizi kuu tatu tunaweza kupata matawi au aina ndogo ndogo za muziki ndani ya kila aina moja ya hizi aina kuu tatu za muziki. Sasa aina ya kwanza ni muziki wa kidunia, au tunaweza kuita kwa lugha ya Kiingereza ni secular music. Aina hii ya kidunia ni muziki ambao unatengenezwa au unaundwa kwa lengo ambalo lipo nje na kinyume na dini. Yaani muziki huu wa kidunia wenyewe upo kwa ajili ya kufurahisha tu ulimwengu, hauhusiani na masuala ya kidini. Ingawaji ndani yake ndani ya muziki wa kidunia ambao umeimbwa mahali fulani kunaweza kukatajwa maneno ya kidini au maneno ya Mungu yanaweza yakachomekewa ndani yake, lakini muziki huo kumbuka, mlengo wake mkuu ni wa kidunia au ni aina ya muziki wa kidunia. Utaona hapo mbele zaidi. Mfano wa muziki hiyo ni kuna R&B, country music, rock music, lakini pia jazz, hip hop au heavy metal string music, lakini kuna reggae, kuna classical music. Sasa hizi tutazidi kuziona hapo mbele, lakini kama utapata nafasi mahali fulani ukakutana na mpiga kinanda, mwambie hebu naomba nipigie muziki wa aina labda ya rock music au jazz au R&B au reggae. Ziko pale aina nyingi ambazo zinapatikana katika kinanda. Sasa hizi aina za muziki hii huwa kuna wakati zinachanganywa zinatengeneza muziki fulani. Kwa hiyo unaweza utakapopata nafasi ya kusikiliza beat ya aina moja moja ya muziki, mfumo wake ulivyo,
basi inaweza kukusaidia ukisikiza muziki fulani. Unaweza, kwa sababu huwa muziki kuna wakati unachanganywa na mabiti mengi tofauti tofauti. Inaweza kachanganywa R&B, inaweza kachanganywa hip hop, inaweza kachanganywa jazz au reggae. So ukiweza kusikiliza ukazijua hata kwa uchache sana, inaweza kukusaidia kwamba ukisikiza muziki tu kuna ladha fulani, ukisikia reggae tunajua muziki ni wa reggae. Kuna ladha fulani ikapita leo kidogo, hapa imechanganywa labda kanti. Kuna ladha kidogo ikachanganywa vivyo hivyo. Kwa hiyo ukipata nafasi unaweza ukauliza zaidi, au ukatumia simu yako ukagoogle kuuliza aina za muziki mbalimbali na namna ambazo zinapigwa, kwa sababu tukisema tuanze kuangalia hapa moja moja, kwa kweli tunatoka spend muda mwingi sana. Sasa aina ya pili ya muziki ni muziki mtakatifu. Sasa muziki huu mtakatifu wakati mwingine unafahamika kama church music au muziki wa kanisa. Zingatia, muziki mtakatifu hautajwi na kanisa fulani au hauimbwi na kanisa fulani. Unajua kuna watu, kwa mfano acha nizungumzie upande wa Adventista wa Sabato. Adventista wa Sabato tunaamini kwamba kanisa letu lipo katika misingi ya kuimba muziki mtakatifu. Lakini kuna watu wanaamini kwamba nyimbo zote za Adventista wa Sabato ni nyimbo zinazofaa kuimba mbele za Mungu au ni nyimbo takatifu, jambo ambalo si sahihi, kwa sababu wapo watu ambao wanaimba wapo watu ambao ni Adventista wa Sabato wanaimba muziki wa kidunia ndani ya kanisa la Mungu. Lakini pia wanaweza wakachanganya muziki wa Mungu wakachanganya na muziki wa kidunia. Nitaelezea katika aina inayofuata. Naomba uzingatie kwamba muziki mtakatifu unaweza kuimba na mtu wa imani yoyote au wa kanisa lolote, akifuata vigezo vya kuimba muziki mtakatifu. Sasa swali linakuja tu, muziki mtakatifu unaimbwaje? Tutakuja kuona sifa za muziki mzuri na muziki mbaya hapo mbele utaona, lakini wacha nikwambie kwa angalau kwa uchache kwamba muziki mtakatifu miongoni mwa sifa yake ni kwamba huwa unapigwa katika mabiti ya 1/3 au 1/3, na muziki ambao sio mtakatifu huwa mara nyingi unacheza katika mapigo ya 2/4. Sasa nazungumzia katika upande wa kutumia noti, na mapigo haya ndio ambayo yanaweza kutusaidia kiurahisi kuweza kujua muziki huu na uimba unamtukuza Mungu au umtukuzi Mungu. Kwa sababu ukiwimba wimbo kwa mfano ukatumia noti ya 1/3, yenyewe inakuchukua usikivu wako katika kutafakari zaidi kuliko matendo ya hisia. Na ukianza kuimba wimbo katika mapigo ya 2/4, yenyewe mara nyingi inashughulika na hisia. Kwa hiyo inaweza ikakuchukua usikivu wako kwenye hisia zaidi kuliko kile ambacho nakimba na kuweza kutafakari na kumtukuza Mungu wako. Wacha nikupe mfano wa wimbo mmoja kwa kipande tu kidogo uweze kutofautisha hizo note za 1/3 na 2/4, ni namna gani unakuwa unaimba kwa akili na namna gani unakuwa unaimba kwa hisia. Sasa nitaimba wimbo namba 55 katika kitabu cha Advent kinachotumika na Waadventista wa Sabato, nyimbo za kiibada. Sasa naimba: twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku ya kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Hiyo ni 1/3. Sasa ukiimba wimbo huo katika mapigo hayo, utakuvuta usikivu wako, akili yako iweze kutafakari Mungu na kile ambacho unaweza kukiimba, na kinakuweka katika njia ya kuimba muziki mtakatifu. Kumbuka vipo vitu vingi ambavyo vinakuunda muziki mtakatifu ikiwemo na melody, lakini naomba unielewe angalau kwa uchache katika kile ambacho naendelea kukielezea sasa. Sasa tuimbe wimbo huo, tubadilishe mapigo yake, tuyapeleke katika 2/4.
ni namna gani ambapo mziki unabadilika, unaanza kutoka kwenye kutafakari na kwenda kwenye hisia zaidi. Sasa na hapa ndipo ambapo wengi tunakosea. Unakuta hata ndani ya kanisa watu wanaimba mziki wa kidunia pasipo wao kujua, kwa sababu tu unakuta mtu ameanzisha melody ambayo inampeleka kwenye mapigo ya 2/4 na akaanza kuimba mziki wa kidunia kupitia maneno ya Mungu. Sasa tusikilize tena wimbo ule ule namna ambavyo utabadilika. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku ya kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Nadhani sasa unaweza kuona sasa utofauti kati ya mara ya kwanza na mara hii ya pili, namna ambavyo tumeweza kuimba huo wimbo. Kwa hiyo utakuta tu kuna wimbo unaweza ukaimba, kuna vitikio fulani vinaanzishwa ni kwa ajili tu ya kuburudisha mwili. Yaani unazama zaidi kwenye hisia. Sasa usiseme kwamba kwa hiyo tukiimba wimbo wa Mungu hutakiwi kuwa kutumia hisia pia. Hapana. Naomba unielewe kwamba mziki huo unakuwa umejikita zaidi kwenye kufurahisha hisia, na hata unakuta mtu anaanza kuhama kutoka kwenye uwepo wa Mungu kwenda sehemu nyingine. Na ndio maana nikizungumza katika upande wetu wa Adventista wa Sabato, utakuta watu wanaimba wimbo, baada ya wimbo unavyozidi kuendelea au wimbo unavyoanza tu mtu anaanza kuinuka, anaanza kumatch. Hayo ni makosa makubwa ya kiufundi. Makosa makubwa mno. Yaani hapo hizo ni hisia tu, sio kumtukuza Mungu. Na mtu anaanza kuitikisa mabega, kukata viuno, ni kwa sababu ya mziki umeingia kwenye mziki wa kidunia au katika kuburudisha mwili na sio kumtukuza Mungu. Twende tuangalie aina ya tatu, alafu tutazunganisha kwa pamoja. Aina ya tatu ya mziki inaitwa CCM. Ni mziki wa aina ya CCM. Hicho ni kifupi cha maneno ambayo yanafahamika kama Contemporary Christian Music. Sasa nimelitaja hivyo kwa lugha hiyo kwa sababu Kiswahili chake kidogo naona kama kinakosekana kuleta maana nzuri, lakini utanielewa katika kuielezea. Hii Contemporary Christian Music tunaweza tukasema pia mziki mchanganyiko. Mziki mchanganyiko. Umechanganywa nini na nini? Mziki huu umechanganywa na maneno ya Mungu, yani maneno yake yamejikita zaidi katika kumtukuza Mungu au kuimba sifa za Mungu au kuimba mambo ya kikanisa, lakini mdundo wake uliotumika au melodi zake na vitu vingine vyote vingine vimeingizwa hapo ni vya kidunia. Sasa ukichukua mziki ule wa kwanza secular music ukichanganya na sacred music au mziki wa kidunia ukichanganya na mziki wa kanisa, ndio tunapata kitu kinaitwa CCM au Contemporary Christian Music au mziki mchanganyiko. Kwa hiyo pale ambapo itakapokuja kugundulika kwamba mziki fulani unaopigwa ni mchanganyiko kati ya vitu vya kikanisa au matendo ya kiibada au maneno ambayo yanamtukuza Mungu pamoja na elements fulani ambazo ni za kidunia, mziki huo unaitwa CCM. Na mziki huo mbele za Mungu hauna sifa ya kuimbwa kwake, kwa sababu Mungu anataka kitu kama ni kitakatifu kiwe kitakatifu na kama kichafu kiwe kichafu. Kwa hiyo unapokuwa unachanganya unampelekea Mungu mziki wa uvuguvugu ambao una ladha ya kidunia, una ladha ya kiibada, Mungu huo mziki hautaki. Na mziki huu ndio ambao unaimbwa na kusikilizwa na Wakristo wengi sana katika kipindi hiki. Wakati mwingine mziki huu unaitwa Christian pop, yani ni mziki wa rangi mbili ambao ndani yake una vitu vya kidunia na una vitu vya kikanisa, jambo ambalo kama nilivyosema hapo kabla kuwa sio sahihi mbele za Mungu, kwa sababu Mungu siku zote hataki vitu vilivyochanganywa. Na ndio maana Mtume Paulo katika kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa 2 ameandika kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa
upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo Mungu anataka vitu ambavyo vikamilifu, na kama mtu anaamua kuachana na mambo ya kidunia, basi anapaswa muziki atakaomwimbia Mungu usiambatane au siwe na vionjo vyovyote vya kidunia. Sasa kuna changamoto ipo ambayo katika makanisa yetu unakuta hata baadhi ya wachungaji wana support muziki ambayo yenyewe imechanganywa kati ya mambo imechanganywa na mambo ya kidunia na mambo ya kikanisa. Sasa wanawapa vichwa vikubwa, wanawafanya waimbaji wao wawe na vichwa vikubwa, wanaendelea kufanya upuuzi mbele za Mungu, na wachungaji wa namna hiyo Mungu atawaadhibu na anawalaumu kwa sababu wanapoteza kondoo wake. Wachungaji wazuri, ukisoma katika kitabu cha Ezekiel 44 mstari wa 23 inasema kwamba nao watawafundisha watu wangu tofauti iliyopo kati ya vitu vitakatifu na vitu vya siku zote, na kuwafundisha kupambanua kati ya yaliyo machafu na yaliyo safi. Kwa hiyo wachungaji wazuri sio ambao wanafurahia tu kwamba waumini tu wanaimba muziki ili mradi muziki na kuambia tu imbeni muziki tu Mungu anapokea, lakini kumbe muziki huo upokelewi. Ila tunaona kuwa kumbe mchungaji mzuri ni yule ambaye anaweza kuambia wachungaji washiriki wake au waumini wake kwamba muziki huu ni mzuri na huu sio mzuri, na pia anapata muda wa kuwafundisha namna ya kupambanua kipi kizuri na kipi kibaya. Huyo ndio mchungaji mzuri. Kutokana na kutokuwa na muda wa kufundisha waumini au washiriki muziki mzuri ni upi na upi ni mbaya, au mchungaji mwenyewe unakuta hana elimu yoyote kuhusiana na muziki, ndio maana leo hii makanisani unakuta watu wanaimba masebene, wanaimba reggae, wanaimba hip hop, wanaimba aina mbalimbali za muziki wa kidunia, unaingiza unachanganywa na maneno ya Mungu, baadaye linapatikana CCM music hapo, contemporary Christian music linapigwa hapo. Ndio maana unashangaa watu, kwa nini ili kanisa kila siku watu wakikusanyika kuabudu, wakianza kuomba watu wanaanguka mapepo. Watu wanadhani kwamba hapo hilo eneo lina Mungu sana. Hapana. Kuna nyimbo ambazo zikipigwa zinaita mapepo pasipo watu kujua. Kuna mtu yani kila Jumapili au kila labda Jumamosi anaanguka tu kanisani kwenye mapepo, anaanguka mapepo. Kwa nini? Kwa sababu unakuta huyu mtu anasikiza mamiziki ambayo yamechanganywa. Kwa sababu kuna muziki mingine ni ya kichawi, ina uchawi ndani yake. Nadhani katika somo linalofuata la 3 tutakuja kuona aina fulani za muziki na shuhuda za watu ambao waliathirika kuhusiana na muziki ya aina fulani, na namna gani muziki hiyo inafanya kazi katika miili ya wanadamu. Acha nikuache na mfano mmoja wa muziki ambao unapendwa sana na madhehebu hasa ya Kijumapili, ingawaje wapo hadi wa Sabato ambao kuna wanaisikiliza wengine kwa siri, lakini wanasikiliza. Na muziki huo unakosa sifa kwa sababu una mchanganyiko wa maneno ya Mungu na mapigo ya kidunia au na melody, lakini pia strings zake, mabiti, midundo mbalimbali iliyotumika haimtukuzi Mungu. Wacha nikuwekea hapo uweze kusikiliza mfano wa muziki hiyo angalau miwili au mitatu. Karibu kusikiliza. Sasa napakuna miungu mtaamini. Alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Bwana kwa neno lako nashusha nyavu, neno lako. Why are you single and searching?
I need a good wife, pray to God. I need a good husband, pray to God. Yeah, yeah, yeah. Are you single and searching? Are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife, pray to God. I need a good husband, pray to God. Yeah, yeah, yeah. I need a... Nadhani umeweza kuona sasa namna gani ukisikiliza nyimbo hizo. Kwa mfano tu mdogo wa hizo nyimbo ukisikiliza wewe mwenyewe, unaona kabisa zina utamanisha kwanza kuendelea kusikiliza. Na ukweli ni kwamba pengine ulishaanza na kucheza na hata moyo wako usikuti hata mapigo ya moyo alianza kubadilika kabisa. Sasa sio kwamba umependa maneno yaliyotumika humo, hapana, ila muziki wa namna hiyo ambao umechanganywa muziki, unaona hizo beat wameimba, kuna wimbo hapo umechanganywa hip hop, kuna wimbo ambao umechanganywa sebene, kuna wimbo ambao umechanganywa na R&B ndani yake. Kwa hiyo unakufanya unaimba nyimbo unasema unamtukuza Mungu, unatoka au mizizi ya wimbo wako unamtukuza Mungu, lakini vilivyotumika vingine kwa kweli ni vya kidunia. Hapo unakuwa unajifurahisha tu wewe mwenyewe wala umfurahishi Mungu. Huo ndio ukweli. Sasa mifano ya nyimbo ziko nyingi, hatuwezi kutaja zote katika wakati huu, lakini ni kuachie tu sifa chache za kuweza kuendelea kutambua muziki ambao haumtukuzi Mungu. Nimeshataja kwamba ukiona muziki unadili sana na hisia, unausikiliza tu unaanza kukufanya kutamani kucheza. Wengine wanajizuia, unakuta wamesimama mbele labda waimba kwaya, wanaimba muziki au wanaimba wimbo huku mnaosikiliza mnataka kucheza. Na tukumbuke kwamba tuliona katika sehemu ya kwanza muziki, music is a two-edged sword, kwamba muziki ni upanga ukatao kuwili. Yani muitikio unaopata wewe unayesikiliza ndio anaanza kuupata yule anayeutoa. Kwa hiyo anaweza kujikaza pale mbele labda kwetu wa Sabato mtu acheze, lakini na utashangaa muziki anaoimba kama hao au akapela hiyo nyimbo ya mwisho aliyotoka kuiweka hapo. Umeona kabisa wameamua kujiachia, wanacheza. Na ni ukweli huo muziki ni wa kidunia, lakini unaimbwa na Waadventista wa Sabato. Lakini sio Waadventista, tuna wengine ambao wanaweza kuimba nyimbo za namna kama hivyo. Nimetoa mfano pia wa Christina Shusho hapo, umeona alivyoimba, amechanganya mambo, wala huo muziki hauna sifa mbele za Mungu. Kwa hiyo muziki ya namna hiyo imtukuzi Mungu. Sifa nyingine, muziki ukiona muziki ambao unapigwa kanisani, unapigwa na sehemu za starehe kama baa na sehemu nyingine mbaya mbaya kabisa za matukio maovu, ujue kabisa huo muziki ni wa kibiashara wala sio muziki. Huo ni muziki wa kibiashara na ni muziki wa kidunia na umtukuzi Mungu. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa sifa ya kutambua muziki huu au mtukuzi Mungu. Lakini sifa nyingine ya kujua muziki unamtukuza Mungu au umtukuzi Mungu ni kwamba ukiona string zake, ni naweza nikasema kwa lugha rahisi, vifaa vilivyotumika au ala za muziki zake zinapigwa kwa sauti ya juu sana. Gitaa inapigwa kwa nguvu sana kuliko hata muziki, kuliko hata maneno yasikiki vizuri. Hiyo ni miongoni pia ya namna ya kutambua muziki wa mtukuzi Mungu, kwa sababu hivyo vifaa vikiwa sauti ya juu vinakuharibu wewe unayesikiliza au unaimba. Kwa mfano mapigo ya moyo yanaweza kubadilika. Tutaona katika somo linalofuata namna gani mapigo ya moyo yanaweza kubadilishwa. Ndio maana unaweza kukuta muziki unapigwa, mtu alikuwa anakula chakula anashindwa kula vizuri kwa sababu ya muziki fulani. Lakini aina nyingine ya kutambua muziki kwamba huu ni mzuri au sio mzuri ni kwamba ukiona muziki unaanza kwa sauti ya chini alafu inapanda kwenda juu. Kwa mfano, Roho Mtakatifu kiongozi amini. Kwa hiyo ukiona muziki wa namna hiyo unaanza unatoka chini unaenda juu alafu unarudi chini, ujue huo muziki unaanza kuwa na sifa ya kumtukuza Mungu. Zingatia kwamba sio kwa sababu kuna viashiria vichache vya kuonyesha muziki unamtukuza Mungu basi huo muziki ni unamtukuza Mungu, kwa sababu hata muziki wa kidunia unaweza kuchanganywa, kama huo muziki wa aina ya tatu tuweza kuona unaoitwa muziki wa rangi mbili au Christian contemporary music, muziki ambao ni wa Kikristo, una maneno ya Kikristo ya kumtukuza Mungu, lakini una vitu vingine ambavyo ni vya kidunia. Kwa hiyo
Ni kuache na hivyo vichache ambavyo tumejifunza kwa siku ya leo. Mungu aendelee kubariki, lakini nikualike katika somo la 3 linalofuata kwa mada ya muziki. Tutakuwa tunamalizia, tutaenda kuangalia aina ya muziki unaoitwa country music na rock music, lakini pia tutaweza kuangalia na vitu vingine mbalimbali vya msingi ambavyo vitakuwa ni vizuri kwa ajili ya afya yetu na wale tu wapendao. Nikusihi uweze kusubscribe hapo ili uweze kupata notification ya kuwa ujumbe au somo tayari limekwisha kuingia kwa wakati pale ambapo litakuwa tayari. Lakini zaidi halitakawia. Somo linakuwa linaingia kila baada ya siku 2 au 3 kwa kadri ya neema ya Mungu inavyotuwezesha. Mungu akubariki sana. Zidi kuwa na wakati mwema na Roho yake Mtakatifu azidi kuyafanya hayo yaweze kupata nafasi katika akili zetu ili yaweze kutusaidia sisi na watu wengine. Mungu akubariki sana. Na zaidi niweze kukumbusha kuweza kuweka comment yako hapo, lakini pia kushare video hizi ili watu wengine pia waweze kuelimika. Lakini kama kuna swali ambalo linakusumbua lolote la masuala ya kiroho, unaweza ukaliweka hapo kwenye comment au ukanitumia moja kwa moja kwa namba zangu 0766 57 48 44. Nalo tukipata nafasi katika kipindi chetu hiki cha majibu ya maswali yako, basi tutaweza kulijadili kwa kulitengenezea somo kisha kuliweka hewani na wengine waweze kubariki. Asante sana, uwe na wakati mwema.